anasema, unajua alisemaje sisi kwamba kuishi umaskini ukiwa kwa Yesu ni hasara. Hebu nipungie mkono hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni maskini nipungie mkono hewani. Kama ni wewe ni maskini nipungie mkono hewani. Kama wewe ni tajiri nipungie mkono hewani. Tajiri akano hata shilingi 10,000 mfukoni huna. Tajiri wa hapa duniani, wa pesa, mali. Ndivyo alivyokuwa anazungumza yule mtumishi wa Mungu jana. Niliangalia kwenye mtandao. Anasema kama wewe umemwamini Yesu na ni maskini, hauna nyumba, hauna kiwanja, ni hasara kwa Yesu. Kwa hiyo na maana ukimwamini Yesu lazima upate kiwanja. Ukimwamini Yesu lazima upate nyumba na gani. Hapa wengine hata hujawahi kukaa, wengine hata hujawahi kushika hata steering ya gari. Kwa hiyo na wewe ni hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unagundua watu wamechanja mbuga katika ufahamu wa kimungu, na ndio maana anasema heri masikini wa roho, maana hao watashibishwa. Na ndio maana sisi uhalisia wetu tumeamua kupata mambo ya mbinguni, na mtu akiwa na mambo ya mbinguni anapata yote. Sema amen. Anakuwa ni tajiri wa mbinguni. Hapa duniani ni kwa nguvu zako kutafuta, na ndio maana unatakiwa utafute. Hapa duniani lazima ujitafutie, lazima utafute chochote utakachokipata. Sema amen. Tuko pamoja? Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Unajua siku hizi watu wana mambo ya ajabu sana, kwa sababu ibada za siku hizi zimekosa heshima ya Mungu. Iko kule ambako tunapozungumzia habari ya unyenyekevu wa Mungu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani siku hizi hofu ya Mungu imeisha, wanadamu wameisha, hofu ya Mungu haipo kabisa katika kanisa. Kanisa la Mungu lazima litawaliwe na hofu. Ikitawala hofu, ndipo unaishi kwa matakwa ya Mungu. Lakini sasa hivi watu ni utafuta pesa. Mtu anafungua kanisa awe na washirika 200 akusanye sadaka. Mtu anatafuta miradi ya kutafuta maji ya upako awe na washirika wa kutosha. Kichafanya kamuujiza ka kwanza na ka pili na ka tatu, watu ndio wanamiminika, na watu wanajua kuwa na watu wengi ndipo kuna Mungu, kumbe ndiko kuna ushetani. Kwa sababu Yesu